Lawama zipo. Lawama kwenye goli la Simba ziko za aina mbili. Kuna lawama za kwanza za muamuzi, alafu lawama za pili za Simba wenyewe. Tuanze kwenye lawama ya muamuzi, maana hiyo haijadiliwa sana, huenda wengi hawajaiona. Jana wakati Simba wanamiliki mpira alikuwa nao yuko Mligo, ndo alikuwa na mpira. Lakini ngoja kwanza, tunajadili goli. Ukisema lawama ya muamuzi, unataka kumaanisha kwa ile lipasa lisiwe goli au? Ile ingekuwa ndo muamuzi kaona kweli au VAR ingekuepo. Ile singekubaliwa, ile goli lingetolewa. Wangelidisalau ile goli. Kwa sababu sheria ya mpira inaweza wazi goli hili likubaliwe. Lazima nyuma huku kabla halijafungwa kusiwe na infringement aina yoyote. Kusiwe na foul aina yoyote, liwe clean ndio linahesabika. Sasa kabla Simba hajafungwa, Mligo alikuwa na mpira mguuni. Wanashambulia Simba. Mligo kapigwa kwanja. Yule jamaa alompiga kwanja Mligo hata mpira hakuugusa. Kala sipokuza Mligo. Kamshusha chini. Mwamuzi hajaona. Let's say mwamuzi hajaona. Kapeta. Move ikaanza. Na ile move ndio imeenda kuzaa goli. Kwa hiyo hauwezi kwa namna yoyote ukalihalalisha lile goli wakati tayari huku nyuma kuna changamoto ilitokea. Kwa mwamuzi ninamlaumu kwa sababu ameshindwa kutafsiri tukio kwa usahihi, akainufaisha timu nyingine ikaenda kupata goli. Kwa sababu Mligo kiukweli alichezewa rafu. Ile ni rafu. Very very clear and obvious. Miguu ilikuja juu, mpira upo chini. Ile ni rafu ya wazi. Siwezi kupindisha hapo mzee. Lakini hizo ni lawama za muamuzi wakati. Lawama za Simba wenyewe sasa. Simba baada ya Mligo kuchezewa rafu walireact vipi? Simba wamepigiwa pasi 6 mpaka wanafungwa. Na pasi 2 tu ndo zimepigwa kwenye goli la Simba huko. Pasi 4 zimepigwa kwenye zoni ya wale Petro Atletico wenyewe. Nyinyi mnafungwa kwa pasi 2 baada ya watu kuvuka uwanja kweli? Yaani mmejiorganize vipi kwenye defense mpaka mnafungwa? 2 kwa 4. Mtu aliwafunga Simba alichukua ule mpira akapiga pasi kwa striker akamwekea 1-2, yani wakacheza wao kwa wao. Ndo pasi 2 tu zimepigwa. Baada ya pale jamaa kakota mpira zaidi ya mita 5. Katandika imo. Sasa unajiuliza wewe Alassane Kante, huyu jamaa aliwafunga Simba wakati anakuja na mpira akakutana na Alassane Kante. Wakati Kante anakuja ule striker kule nyuma akaenda kuomba mpira pembeni. Kante anamfuata huyu jamaa mwenye mpira akampasia striker, alafu kamzunguka Kante, kazunguka nyuma. Kante kageuka anajogi. Taratibu ana habari. Na nangu naye akawa anafuata nyuma yake na taratibu. Sasa unajiuliza bro, wewe ni kiungo mkabaji. Mtu kashatoa pasi, anaondoka kwenda kutafuta space, kutafuta nafasi, aende kuadhuru. Wewe unakuja unajogi, ule mtu yuko free, kapokea ule mpira, kadribo, katoka pembeni kaingia nao katikati. Kapiga mpira umedeflect Rushaini. Huwezi kumlaumu Rushaini kwa sababu yeye alikuwa kwenye jitihada za kublock, na how many times, mara ngapi Rushaini huwa ana save Simba blocks zile za mpira. Kwa hiyo tukio la wao kufungwa Simba, ukiachana na muamuzi kuwazingua, kuwabeba wale Petro Atletico kwenye ile tukio, lakini wao Simba wenyewe walishindwa kutengeneza muundo mzuri wa kuzuia kwa ajili ya kuzuia ile shambulizi lisiwe goli. Yaani wewe ukiwa kiungo mkabaji, jukumu lako namba 1 ni kuhakikisha wanaoshambulia hawaonani na safu yako ya ulinzi wakutane na wewe. Sasa wewe Alassane Kante ndio unawalinda wenzako, alafu baadaye unaanza kuwapiga picha. Wewe unakuja taratibu unajogi. Alafu nategemea timu isiyo kwenye madhara. Kwangu mimi licha ya kwamba mwamuzi ali overlook tukio, lakini Simba wenyewe wanapaswa kujilaumu ni namna gani wanafanya recovery timu ikishapoteza mpira. Imagine mmepoteza mpira kwenye hafu ya wapinzani wenu. Wamecheza pasi 4 kule. Pasi ya 5 na ya 6 imechezwa kwenye hafu yenu. Pasi 2 tu zimeweza kuwafungua, mmefungwa. It's not normal. Yaani lazima mjilaumu kwamba na sisi tuna shida. Tushapoteza, tuna recover vipi mpira? Hiyo ni changamoto ambayo unapocheza na hizi timu zilizoendelea zitakuadhibu. Inawezekana makosa Simba na kweli huwa wanafanya kwenye ligi kuu huwa tuyaoni impact yake kwa sababu wanaocheza nao level ni ya chini. Wamekutana na wakubwa wenzao, sasa unapofanya makosa yale wanakugonga. Kwa hiyo next time watakuwa kujifunza, nikiwa sina mpira natakiwa kureact vipi.